Karibu ndugu watembeleaji wa website yetu ya Mtahini ambayo tunaita kwa jina Mtahini Hub au unaweza kusema mtahini.com. Moja kwa moja utasearch hapa website ya Mtahini, utakuja hapa ya kwanza kabisa Mtahini Hub, utaingia moja kwa moja mpaka kipengele, utashuka mpaka kipengele cha scheme of work. Utakliki sehemu hiyo ambayo imeandikwa explore kutoka kwenye kipengele cha scheme of work. Baada ya hapo utabonyeza, utasubiri ikupe option mbili ambayo ni primary na secondary school. Utakuamua features zinafanana, leti mimi nikuelekeze kwa namna ya kuweza kudownload kwa kutumia secondary school. Baada ya hapo kisha bonyeza, itafunguka namna hii. Kisha funguka utaona hapo imekuambia break, alafu imekupa break label, alafu utakuta kuna break date, kuna insert position after row. Hizi zinamaanisha nini? Kwa maana ya kwamba utakapokuwa umechagua skimu ya somo gani, basi utakuja kujaza hapo ili kuweka zile break, kama ni midterm break au terminal break. Hebu kwanza tuchague skimu yetu namna hii. Kwa mfano mimi nachagua biology kidato cha 6 form 6. Baada ya kuchagua hivyo, unaweza ukajaza hapo school name, teacher's name, ukajaza hizo ili ziweze kuonekana kwenye scheme of work. Lakini pia unaweza ukabadilisha rangi ya maandishi haya ya kwenye heading ya kwenye scheme yako, unaweza kubadilisha. Mimi sina haja, na iacha hivyo hivyo. Basi moja kwa moja scheme yangu ndo hii hapa, lakini haina break, haina vipengele vya break au vya miezi, haina. Sasa nitafanyaje ili kuweka miezi na hizo break? Basi moja kwa moja sasa nitakuja hapa, nitaandika break, labda ni midterm break. Nitakuja hapa, tarehe ambayo itaanza hiyo midterm break siwezi kuiacha, sitaiandika. Nitaenda kuandika kipengele ambacho ni idadi gani ya vipindi nitakavyofundisha. Kwa mfano kipengele A, kipengele B, kipengele C au kipengele D, hivi nitavifundisha kwa wakati gani. Kama ni wakati wa midterm break, kabla ya midterm break nitakuwa nimefundisha hivyo, basi nitavihesabu. Kama viko 4, basi nitakuja hapa kwenye insert row position, basi nitaandika 4, alafu nita add. Nikisha add hivyo, nitafuta hiyo midterm break, nitaandika tarehe sasa ya hiyo midterm break yangu inaanza lini. Kwa mfano midterm inaanza labda tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, namna hii 2026, alafu nita add. Nikija kuangalia kwenye scheme of work yangu huku chini, tayari imeadd hii hapa kama tunavyoiona. Lakini pia unaweza kaongeza break nyingine, labda ni terminal break, terminal break, labda terminal kwa advance, ndafuta hiyo tarehe. Lakini terminal labda mpaka nifike terminal nitafundisha vipindi 8, yani vipengele 8, kwa hiyo au mistari 8, ndio maana nasema insert a row, kwamba nitafundisha 8 jumla. Kwa hiyo vile 4 na hivi tena nitafundisha tena 4. Kama nitafundisha 4 tena, ndio maana nimeweka 8. Lakini kama mara ya pili utafundisha 6, mara kwanza uliweka 4, basi unaweka 10. Sasa inatakiwa ujue mistari iko mingapi jumla kwenye hii skimu yako. Usije kaandika kukuzidisha, lakini kumbe iko michache. Kwa hiyo mimi naandika hivyo 10, alafu nita add, nitaifuta niweke hiyo terminal break ambayo ni labda tarehe 8 ya mwezi wa 12, ndio terminal itakuwepo hivyo mwaka 2026. Nita add break hapa, zitakuwa zimeshaongezeka, ziko hapa. Lakini nikitaka kuiondoa, na iondoa break namna hiyo hapo. Lakini nikija huku tayari imeshakaa hapo, hiyo terminal break imekaa vizuri tu hapa kama nilivyoiandika. Baada ya hapo sasa utasema kwamba skimu hii haina miezi. Kwa mfano kuna Julai, kuna Agosti. Agosti ndio termu ya pili.
Sasa hii Agosti tena unaweza kusema kwamba kwa sababu Agosti labda ndio utafundisha vipengele vyote, basi unaweka tu, unaenda kwenye dot kwenye simu yako, unaweka doti, unaongeza doti kuweka kwamba inaendelea namna hiyo. Labda hapa kwenye Agosti nitafundisha labda wiki 3, labda hapa unaweza ukaweka labda vipindi 9, itategemea na biology na vipindi vingapi. Kwa hiyo utakuwa umeweka namna hiyo, unasema labda huku inaendelea kama ilivyo ndani ya hizo wiki 3. Wewe utakavyo design ndivyo utavyotengeneza skimu yako nzuri. Baada hapo kujaza, utaenda tu moja kwa moja chini bila usumbufu aina yoyote, utaenda kubonyeza neno download. Fika hapo download, utasubiri. Kwa kuwa mimi nilishatengeneza ya kwanza, ndio maana imeniambia unataka kudownload nyingine, basi namwambia nataka kudownload. Utasubiri hapo imedownload, utafungua namna hii. Hii ndio skimu yetu ambayo ina ubora kabisa. Ngoja ifunguke hapo. Tunaona namna hii. Utaona kwamba kwa nini jina langu halijaja, kwa sababu nilionyesha kwamba ukitaka kujaza utajaza jina la shule, utajaza. Skimu imekaa nzuri namna hivi. Basi niwaombe muendelee kutembelea website yetu kwa ajili ya kupata material mazuri zaidi.